Jambo la kushangaza ama jambo la kusikitisha ni jinsi utawala wa Rais William Ruto umejisatiti kutipiti na kuelekeza mchakato wa uajiri ya tume ya IEBC. Mpenzi wangu, ningependa uweze kujiuliza swali. Shughuli hii ama hafla hii ya kuajiri wanatume wa IEBC inafanywa kivipi? Kabla unijibu, ningependa uchukue sekunde yako moja ili uweze kusubscribe. Kuna tume ambayo ilitengwa na wabunge ili kuhakikisha kwamba hafla hii inaendelea kwa urahisi na kwa njia ya uaminifu. Lakini la kushangaza ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawakuwa kwenye orodha ya watu 105 ambao waliweza kuwa gazetted kwamba wameweza kuapply katika ama wameweza kuonyesha interest ya kuwa katika hafla hii ama katika tume ya IEBC. Ndiyo waliweza kuapply, lakini they were not shortlisted. But the funny thing is, kuna tume ambayo imekuwa ikichunguza baadhi ya wale watu ambao watafanyiwa shortlisting ama ambao wataweza kufanyiwa interviews. Wacha nikutajie baadhi ya watu 6 ambao kighafla wamepatikana katika orodha hii na hawakuwepo kwenye Kenya Gazette. Wa kwanza ni Joel Mwita Daniel. He applied but he was not shortlisted, lakini ako katika orodha ya wale ambao wanafanyiwa interview. Kuna mwingine Stephen Kiben Ngeno, Charles Kipyegon Mtai, Michael Ben Oliewo, Jibri Maalim Mohamed na aliyekuwa mkuu wa mkoa Bwana Hassan Nur Hassan. Mpenzi mtazamaji, orodha hiyo ambao nimekutajia wamepatikana kimiujiza katika orodha ya wale watu ambao watafanyiwa interviews. Na tukirudi nyuma kidogo, kuna baadhi ya kikundi ambacho kinahisi kwamba orodha hii ni wale watu ambao watakuwa ama wamewekwa pale na wakubwa wao. Kama Ruto ana watu wake ambao anataka wamtetee, vile vile Raila pia ameweka watu wake ambao anatetea ndio waweze kumpa kipaumbele katika wakati tutakuwa na kura. Kalonzo wameweza kupiga vita sana kuwe na uaminifu katika uchaguzi wa wale ambao watakuwa katika tume ya IEBC. Mpenzi mtazamaji, ni jambo la kuhuzunisha when we have a list of people that have been shortlisted, wengine wakaweza ama wakakosa kuchaguliwa, lakini tena mwishowe unapata wale ambao waliangushwa wako kipaumbele ama wako in top of the list. Ni baadhi ya mambo ambayo leo tungeyazungumzia, na kuna mengine bado ambayo tunayapakua. Tutakuwa na zungumzo kama hili hapo baadaye.